Kwingineko, Wakristo ulimwenguni wameadhimisha siku ya Ijumaa njema kwa maandalizi ya sherehe za Pasaka ambazo zitakuwa siku ya Jumapili. Wengi humo nchini wameelezea mambo waliojifunza kutoka kwa kuteswa kwa Yesu hadi kusulubishwa, kufa na kufufuka kwake. Huku viongozi wa kidini wakitoa wito kwa serikali kuangazia masuala yanayoathiri Wakenya kwa sasa, likiwemo swala la mgomo wa madaktari. Clement Masombo anaarifu. Wakristo nchini Kenya waliungana na wenzao kote duniani kuadhimisha siku ya Ijumaa njema ambayo ina umuhimu mkubwa katika kalenda yao, wakiamini kuwa ndio siku Yesu alisulubiwa na kisha kufa msalabani. Jijini Nairobi, mamia ya waumini walijumuika katika kanisa la All Saints Cathedral kuadhimisha Ijumaa njema. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa ibada hiyo, askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit amewahimiza Wakenya kuadhimisha siku hii ya upendo wa Kristo kwa binadamu kwa kupendana na kuwatendea wengine wema, akiitaka serikali kupunguza gharama ya maisha. We still want to call upon the government to review the taxation regime, particularly now the increase of taxation of the farming community, because that's where we draw energy as a nation. That's where we get our food security. That's where we get sustenance of every family. And we depend largely on rain-fed agriculture, which is still a gamble in these times of climate change. Naye askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Nairobi Philip Anyolo aliongoza maadhimisho hayo katika kanisa la Holy Family Basilica, ambapo aliwataka viongozi kuwa waadilifu kupata suluhisho ya yanayowaathiri wa Kenya, akirejelea matukio kama vile mbolea gushi na mgomo wa madaktari. We have heard recently that wrong fertilizer was supplied. It did not happen. That's a big failure and that's a criminal offense. We want to ask that we do things that are transparent and that are open to help not only ourselves here, but to help also the future growth of our Kenyans and the future sustenance of our land, because we can't be fertilizing our lands with stones. Katika sehemu zingine za taifa, Wakristo pia walishiriki matembezi maarufu kama njia ya msalaba miongoni mwa Wakatoliki, ikiashiria vituo 14 alivyopitia Yesu baada ya kuhukumiwa. Today we are celebrating Good Friday. We are going through the way of the cross that Jesus Christ went through. And we have learned a lot out of the love Christ had for all of us. So to my Christians of St. Charles Lwanga, I'm wishing you a happy Easter. Tunafurahia siku sababu Yesu ametufundisha unyenyekevu kwa kujitolea kufa msalabani sababu yetu ndiye tukapata ufalme wa mbinguni. Waumini wameelezea mambo waliojifunza kutokana na kujitolea kwa Yesu kwa ukarimu wake na kufa msalabani. Tunamfuata yule Yesu Kristo, tunaona vile anateswa, tunaona vile anapigwa, tunaona hata kule amesulubiwa, alafu akafa kwa msalaba sababu ama kwa ajili ya dhambi zetu na ndio tuokolewe. Na kwa sura ya Yesu tunajifunza mengi katika kubeba msalaba kwake. Katika vile vituo 14 tunamuona Yesu akisaidiwa na watu mbalimbali. Amesaidiwa na kina mama waliomlilia barabarani. Wakati huo huo, wasimamizi wa dini pia wametoa wito kwa serikali kuweka mstari wa mbele mambo yanayoathiri wa Kenya, kama vile suala la ufisadi nchini na kutatua mzozo ulioko baina ya serikali na madaktari ambao unazidi kuathiri utoaji huduma muhimu za afya. Ningeomba serikali na madaktari waendelee kuzungumza na washirikiane vizuri ama wakubaliane ili wagonjwa ambao wanaumia katika hospitali waweze kutubiwa na madaktari. Taxes are breaking our institutions. Kazi za ndogo mtenda kazi mdogo yule mdogo, kila ndururu inatozwa ushuru. So how are we going to help the poor? Our patients in various hospitals are languishing. Some of them are dying because of the strike. When you strike, it is us who are suffering, and you are a part of us. So we appeal to doctors and the government of Kenya to put aside egos.
Kilele cha sherehe hizo kitakuwa siku ya Jumapili ambapo Wakristo husherehekea kufufuka kwa Yesu na kupaa mbinguni. Clement Masombo, KTN News, kaunti ya Nyeri. Naam, na tunawatakia